Na mtazamaji, karibu sasa tuzamie sehemu ya mazungumzo ambapo kama nilivyokuarifu awali tunaangazia vile hali ya HIV humu nchini na masuala ya maambukizi mapya, tukiwa tunaona kwamba kutokana na ripoti ambazo zilitolewa na Wizara ya Afya na mashirika mengine na taasisi zinazoungana katika kuangalia maambukizi nchini, inaonyesha kwamba mwaka jana pekee visa 19,900 vya maambukizi mapya viliweza kurekodiwa mwaka 2024, na ripoti hiyo ikionyesha kwamba pia visa 20,000 vya vifo kutokana na virusi vya HIV pia vilirekodiwa mwaka jana. Na katika asilimia ya maambukizi ya visa hivyo vya HIV mama na mtoto, asilimia hiyo imepanda kutoka asilimia ambayo ilikuwa mwaka 2023 ambayo ni 7 hadi asilimia 9 mwaka huu. Hayo yote tutakuwa tunaangalia katika taarifa hizi na katika sehemu hii ya mazungumzo kwenye sehemu ya taarifa za yanayojiri. Studioni nimeungana na wadau ambao watakuwa wananisaidia kuangazia baadhi ya masuala niliyoyaibua, ikiwemo Nelson Otuoma ambaye yeye ni mmojawapo wa wadau katika muungano wa NEFA kunaojumuisha watu wanaoishi na virusi vya HIV, na pia namjumuisha Cleopatra Wanjiku ambaye ni mwanaharakati anayepigania masala ya HIV na pia wale wanaoishi na HIV katika jamii, akiwa yeye mwenyewe anaishi na virusi hivyo. Na pia naungana na Mheshimiwa Linda Kiome Gitonga ambaye yeye ni naibu gavana kaunti ya Meru. Hayo yote yatakuwa yanajulikana katika kikao hichi, na maswali mengi ambayo tutakuwa tunayo yatakuwa yanajibiwa na wadau katika kikao ambacho tumekifungua. Karibuni sana. Asante. Naam, labda nikianza karibu na mimi hapa ambaye ni Nelson. Tumeangalia takwimu zinaonyesha ambapo kuna ongezeko la maambukizi mapya ambazo ni new infections, hususan tukiangalia takwimu ambazo zimetolewa na wizara na ikiwemo pia taasisi ya NSDCC. Mwaka jana kumekuwa na ongezeko la visa vya maambukizi mapya ya HIV. Hili linatokana na sababu zipi? Kwa sababu ufadhili umekatishwa mwanzoni mwaka huu Januari wa USAID, lakini mwaka jana tayari tumeona kwamba visa hivyo vilikuwa vimeanza kupanda tayari. Asante sana. Na nimeshukuru sana vile umenialika nichangia mijadala ya mambo ya virusi ya ukimwi. Mimi jina langu ni Nelson Otuoma vile umeitaja. Mimi nafanya kazi NEFAC. NEFAC ni mtandao la kitaifa ya wale ambao wanaishi na virusi. Na huwa tunasaidia na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba wale ambao hawajapata virusi wasipate. Maana yake ajenda yetu muhimu ni prevention. Juu tunaona kwamba sasa hivi tuko na milioni 4 wale ambao wanaishi na virusi. Na milioni 3 wako kwa matibabu, wale ambao wanameza ARVs. Ingawa tunasema ni bure, actually really expensive. Juu sasa tumekuwa na Global Fund na tumekuwa na US government PEPFAR, ndio wamekuwa wakichangia sana pamoja na serikali, mpaka na serikali ya ugatuzi. Na sana kazi iko kwa serikali ya ugatuzi, na nimeshukuru sana vile umeleta huyu dada wetu pia achangie hii mjadala. Kuangalia mambo ya maambukizi mpya, hizi mambo ya new infections, hata ukisema ni karibu 19,900 karibu 20,000 mwaka 2024, ni jambo inastua. Lakini sana tukiangalia huko nyuma, kuna wakati mwaka moja ilikuwa karibu 1,100 wamepata maambukizi mpya. Lakini sasa hii hapo ni kama imepungua kidogo. Maana yake kazi inafanywa, serikali inafanya kazi na mashirika isiyo ya serikali pia kama NEFAC pia inachangia, ndio watu wasikue na wakipata virusi. Lakini tukiangalia na 2023 sasa, hapo ni kumbe imeenda juu kidogo. Na ni mambo ya kushangaza sana juu. Lakini tukiangalia 2024 ya muhimu, hata tulikuja huku tukaongea free condoms in public health facilities. Kuna wakati tulikuwa na stockouts. Sana ukiangalia huko mbele, mimi nataja tulikuwa na miradi mbalimbali ile ya kuelimisha watu kuenda shule, kuongea na youth mambo vile wanaweza kuzuia HIV. Lakini sasa hiyo ni kama hii imepungua. Hii mwaka ndio tunaongea mambo ya Trump na mambo ya fedha ya Marekani ikienda. Lakini hata huko mbeleni mambo ya prevention walikuwa wamewachana nayo. Walikuwa wamebaki tu sana kwa treatment. Ukiangalia since 2022 ile kazi ya kuzuia na kuelimisha watu na kufanya kazi ya HIV ilikuwa imewachwa counties
na sana sana NASCO pia inachangia, lakini ni counties ndio wanafanya hiyo kazi, lakini hata hawana fedha ya kutosha ya kuenda kila mashule na kuongea na vijana na kuongea na kila mtu. Ndio unaona sasa pengine hiyo gap imekuwa, watu wameanza kutena kupata new infections. Yeah. Naam, asante. Cleopatra, maoni yako ni yapi? Tukiangalia kwamba katika takwimu tunaona vijana adolescents wanaongeza wale waliobalehe katika visa vya maambukizi mapya. Ni kwa sababu ambazo wanaziibua Nelson, kutokuwa na labda kuwekeza zaidi katika kutoa hamasa na kuwaeleza vijana wadogo katika labda umri huo kwamba kuna maambukizi ya virusi vya HIV, ukitaka kujiweka salama unafanya kadha wa kadha, ama ukiwa unataka kuishi labda katika hali ambayo ni bora zaidi kiafya, pia hivi ndivyo ambavyo unadhibiti virusi hivi. Yapi ambayo yanachangia kuongezeka kwa maambukizi mapya kwa vijana ambao wako katika umri wa kubalehe ambao ni adolescents? Kwanza asante sana kwa mwaliko. And chenye naweza sema, most of the high contribution kama venye amesema, tulipuuza passing the information, disseminate information kwa young people. And kwenye tuko as a young person, sisi ni generation yenye hatutilii vitu kwa maana sana. So you find the information is there, inafikia watu but haiko the correct one. Once again, tunakumbuka pia young people, sahi watu wenye na deal now young people, wanaogopa kupata mimba kuliko kupata ukimwi. Kweli. We've normalized the fact that ARVs ziko, hata ukipata ugonjwa utapata dawa. But what they don't understand ni ati hiyo lifelong treatment si rahisi. Nilianza kumeza dawa nikiwa 13 years. I am in my 30s. So you can imagine, hiyo ni safari ndefu sana yenye watu wana assume ati ni dawa moja unameza. But I cannot forget that tumekuwa na a long journey. Venye Mr. Nelson anasema, the rise imekuja sahi but it's better than penye tulikuwa before. But what we need to do to young people, tupeane hiyo information, the right information. Pia commodities hazijakuwa, hakuna condoms, and of course vijana hawataki kupimwa. Sisi hupimana na macho. Nikikuangalia naona mtu akiniangalia anasema ako sawa. So those are the first things that we have, and the fact that mimi najua tu ni hiyo ignorance. Tuko na ignorance mingi sana. Ukiangalia mtu unasema ako sawa, we don't want to go to the hospitals. Kitu kingine ni ati hatuna youth friendly services kwa hospitali. As a young person, nikienda hata if I want to access hata family planning, and tuko na hiyo triple threat yenye imeleta hizo, tuko na new infections, tuko na early teenage pregnancies, na tuko na sexual and gender based violence. Hizo ndizo vitu the leading kwa young people sahi. It's a triple threat. Na hizo zote ukienda kwa facility, nimepata mtu mwenye age ya mama yangu, sitaweza kumwambia what is happening. So if we increase those services, youth friendly services, tutapata hao vijana wana seek matibabu, because most of them hawaendi hospitali. Ni kuassume tu, hata wakipata wamepata hizo STIs, kama mtu ako at the risk amepata teenage pregnancy, that means pia angepata, kama huyo mwenzake alikuwa na virusi za ukimwi, pia hizo zenyewe amepata. So chenye tunafaa kufanya, information iko but hawako na the right information. Pia let's make commodities available, those condoms, consistent na correct use ya condom inakupea prevention. Sio HIV peke yake, against hizo teenage pregnancies, against hizo STDs and all that. So tukiweka hizo, we will reduce the infection. But it's very unfortunate that 14 adolescents huwa wanakuwa infected na HIV sahi kila siku. Na sasa my question inakuanga, kama tuko na dawa na najua nikimeza dawa vizuri ni kuwa undetectable, siwezi infect mtu, we have condoms, people are being tested, mbona bado tuko na hizi new infections? That means bado kuna gap na kuna kazi yenye kazi inafanywa na imefanyika. We are not where we used to be, but bado unaona pia watu, people who are young, wanaogopa. Kuna stigma and discrimination, mtu hataweza kumeza dawa vizuri, ataogopa, hajaambia mwenzake. Hizo ndizo factors zenye zina lead tukue na hizo high infections, but most of them it's because people don't want to be tested. Most of hizi high infections, these new infections zinatoka kwa watu wajui hali yao ya virusi, hawajui ya afya. Naam, asante. Mheshimiwa Linda, tukizungumzia kwanza swala ambalo labda kufanya kwa mfano kaunti ya Meru hususan kuwa na wasiwasi kidogo kwa wale ambao hawakuwa na ile taarifa ya uhakika. Nafikiri kuna katibu mmoja wa wizara fulani ambaye alizungumza na kutaja kaunti hiyo kuwa na miongoni mwa kaunti ambazo zina ongezeko la visa vya maambukizi hayo. Nafikiri kitaja prevalence kwa lugha ya Kimombo, lakini tunajua kwamba takwimu zenyewe ambazo ni sahihi hazionyeshi hivyo. Na licha kwamba kuna kaunti nyingi ambazo awali hazikuwa miongoni mwa kaunti zenye maambukizi mapya, sasa hivi zimekuwa na visa
visa vingi ambavyo vinatajwa, sababu zikiwa ni nyingi ambazo tutazizungumzia. Lakini labda kwa kuzungumzia nafasi ya county katika kudhibiti maambukizi yalivyotaja Nelson, Wizara ya Afya imegatuliwa. Shughuli ambazo zinaendelezwa kwenye county ni zipi katika kuhakikisha kwamba hatuna maambukizi mapya, lakini pia hamasa na zaidi pia katika kuhakikisha watu wanazuia badala ya kutibu na ama kudhibiti yale makali ya HIV? Asante sana. Wacha niseme kwanza kabisa vile umeshaeleza, kweli kuna PS ambaye aliongea maneno ya Meru County ikiwa na numbers zile mingi za hii ugonjwa, lakini the statistics vile pia unajua sio hivyo, sababu nationwide tukiwa at about 3%, county government ya Meru tuko at about 1.5%. Ukiangalia kaunti zingine kama Siaya, Kisumu za Western, Mombasa pia wako juu zaidi. Sisi sidhani kama tunapaswa kuwekwa kwa hiyo category. Na kwa hivyo kwa watu wetu wa Meru nataka niwaambie kuwa jukumu ambazo county tunachukua za kuzuia kueneza hii ugonjwa pale kwa county government, pia at the Meru Teaching and Referral Hospital tumeweza kufanya juhudi za kufanyia health workers training ya kuwasensitize kuweza kushughulikia hii ugonjwa wakati ambapo patient amekuja pale hospitali, amepimwa, kama ni mama mjamzito ameweza kupimwa, tunaanzishia ile clinics ambazo anapaswa kufanyiwa ndio kupunguza transmission ya mother to child also at that level. Changamoto ile kubwa tuko nayo in fact in Meru County as at now ni changamoto ya transmission of mother to child. My sister here talked about teenage pregnancies. I was here last week talking about teenage pregnancies, which has a very high prevalence in Meru County. Na sasa tunaona kuwa changamoto yetu, national statistics za mother to child transmission zikiwa at 9%, Meru County we are at 15%. Na tunajaribu sana kupunguza. Ndio maana tukaonelea ni vizuri kushughulikia hii maneno ya teenage pregnancies. Sababu wale watoto wengi wazazi wao hata wajui watoto wako na mimba mpaka siku za mwisho kabisa. What does that do to the child? Wakati unaona ambao mtoto amepata mimba, of course na hajaweza kujipeleka hospitali ama ijagunduliwa kwa wakati ambao unafaa, hawezi kupatiwa hata zile madawa zinaitwa post exposure prophylaxis za kumsaidia kutopata ile virusi ya ukimwi. Lakini already mtoto ameshapata, tuseme partner yake alikuwa na hiyo virusi, na of course transmission ime happen, but jukumu letu as a county, wakati ambapo tukishughulika hiyo maneno mengine ya kisheria, kwa nini mtoto amepata mimba chini ya miaka 18, tukushughulikia hiyo, sababu tumesema hiyo lazima tushughulikie, na tunaambia watu wetu hatutaacha, na tunaomba the justice system itusaidie sana kukalisha watoto wetu, hatutakubali watumiwe vibaya. As a county government, kwa kitengo cha health, na sisi tuko hapa kuhamasisha health workers wetu vile ambavyo tutashughulikia, tutaweza kufanya identification ya hao watoto hata wakiwa shule, na sio watoto peke yao, pia wamama wajawazito. Wale wengi shughuli ya kuenda clinic unfortunately huwa wanaanza wakiwa miezi wa 6 wakati mimba imeshaanza kuonekana. Na madaktari huwa wanasema cha muhimu kwa mtoto hata ni wakati ambapo brain inaanza development, wamama waweze kuenda clinic. Wakati huo ndio best time ya kuanzisha hata zile clinics za kuona kama wako na hizi virusi, sababu hiyo ndio kitu ya kwanza ambayo daktari huwa anaangalia mama mjamzito akienda hospitali. Maneno ya youth friendly center tuko nayo pale Meru Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo ni private, mahali ambapo iko na youth activities. Youths wanapimwa pia na youths wenzao ndio waweze kuongea lugha moja. Challenge ni hatujaweza kuteremsha kukascade hiyo youth friendly center mahali pa kupimwa to the sub counties, to the health centers na to the dispensary. Sababu ni muhimu pale kwa dispensary ndio vijana wako kwa village na wanaweza kufika hata kwa haraka.
challenge ni resources, lakini tukiwa na partners najua tutaweza kuweka hiyo mikakati kusaidia kumaliza ama kuzuia pia transmission ya virusi kwa watu wengi. Asante. Nelson, kuna jambo ambalo Cleopatra amelitaja ikiwepo na pia naibu gavana amelitaja ikiwemo vile visa vya mimba za mapema kuongezeka vinaweka hatari ya ongezeko la maambukizi mapya hususan kwa mama na mtoto. Kumekuwa na dhana ambayo Cleopatra ameitaja kwamba siku hizi vijana hawaogopi. Kulikuwa na unyanyapaa mwingi kuhusiana na virusi vya HIV ambao ilikuwa ni makosa, na sasa hivi unyanyapaa kuondoka nao umeleta watu kutokuwa na ule wasiwasi kabisa kupata virusi vyenyewe. Wanaona ni bora wapate virusi kuliko wapate ujauzito. Hii hamasa na jinsi ambavyo tunakabiliana na kumpatia ile hamasa ama information yule mtoto mdogo kwamba kwanza unafaa kukaa mbali na tendo la ngono ama kujieka mbali na hatari ya maambukizi kwa sababu njia za maambukizi ni 1, 2, 3. Ni jukumu la nani haswa katika kuhakikisha ile hamasa inaenea inavyofaa? Sasa jukumu itakuwa tu ya serikali. Juu sasa najua Kenya kuna pande zingine tumeenda mbele na kuna pande zingine bado tumerudi nyuma. Angalia haki za binadamu na haki za watoto. Sasa hii wengine wanasema wazazi pia wachangie. Lakini wazazi pia kuna changamoto. Juu sasa ukipata mtoto wanasema hakuna haki. Na wakati hakuna haki si hata lazima kuambia hakuna mimba. Kuna kitu inaitwa consent. Hata huwezi ambia mtoto wako aende clinic. Hiyo ni mambo yanaenda wanaongea na madaktari huko wanajua. Wakati wa daktari ameambia yeye uko na mimba, si lazima kuje kwa nyumba yako akuambie mimi nimeenda hospitali wamesema niko na mimba na niko na virusi. Sasa wazazi pia wako na changamoto. Alafu unajua pande ya sheria pia tulienda shule tukasema sasa hii tukisikia shule mtoto ako na mimba na umezuia yeye kukaa kwa darasa, anakaa kwa darasa mpaka dakika ya mwisho. Hata kama na exam room, polisi yako hapo ku escort yeye kwa maternity, arudi afanye exam, ama kama anazaa leo kesho anaingia classroom. All this because of human rights which we respect. Hiyo pia iko sawa. Lakini serikali ichukue hatua. Hii mimba na hii virusi inaenda kwa watoto inatoka kwa nani? Haitoki kwa rika yao. Juu sasa ukiangalia new infections iko more in girls more than the boys. Which means hiyo hawatoki kwa rika yao, inatoka kwa adults in position of authority. Na sasa hii hata tukisema state wako na responsibility, kuna county zingine utaenda upate third wife wa chief is 14 years. Kama chief ofisa wa serikali ndio sasa anakaa na mtoto kama bibi. Sasa utaanza pande gani na uende pande gani? Mzazi atafanya nini? Na unajua kuna changamoto saa zingine wazazi wanaenda pia wanakubali na hawa, wanasema yeye akipewa mbuzi, akipewa ng'ombe, mambo itakuwa sawa. Lakini sana sana tukirudi mambo ya HIV, sheria ifanye kazi vile madam amesema. Tufuate watu tujue nani anafanya ngono na watoto under age. Because under age saa zingine wakianza mambo ya ngono ndio risk inakuwa juu because the body is still very weak and small. So any sex with a young person leads to straight away infections. Hawakuwe discordant na inatoka kwa walimu, inatoka kwa pastors, wengine ni incest, inatoka hata kwa relatives. So ile vile tungefanya tuchukue mtoto tujue amepata mimba na hiyo mimba imekuja na virusi, tu trace imetokea na wapi. Tusi deal through na mtoto na tuseme wewe ulipata hii wapi na usikuje hospitali ama ukuje hospitali usaidiwe. Tuangalie hata sheria ifanye kazi. Under age sex is illegal, under age marriage is illegal. Alafu tutaanza hapo, alafu tutasaidia young other people. Mambo ingine tusiitishe walimu. Walimu wawachwe free, waanze kuleta masomo kwa wale ambao wanasoma as young as class 3. Wajue virusi, wajue STIs. Tukisema syphilis, gonorrhea inakuja aje na inaingia aje kwa mwili. Juu sasa huko kimila watu walisema ni tabu. Huwezi ongea na mtoto wako mambo ya ngono. Lakini sasa walimu wakipewa skills na counseling alafu wajue vile wanaongea na watoto, mtoto ana grow up akijua mimi nikifika hii umri hii inaweza fanyika na inaweza kupata virusi. Alafu hii mambo ya young people kusema heri HIV kuliko mimba, sasa hiyo ni kutojua tu. Juu sasa wakati umeingia hapo, unajua sasa dawa imeletwa na hata vile madam amesema ARVs are free. Government is providing and our partners yao. Lakini it is a big hole in the taxpayers money. Hata juzi tulikuwa tumeenda maandamano. Tunataka HIV ingie kwa SHA because ule donor alikuwa anasaidia
PEPFAR na Global Fund sasa wanaenda. Na sasa hii HIV lazima irudi. Hata ukiuliza madamu huku county wameweka HIV integrated kwa health services. Hakuna clinic special ile ilikuwa ya HIV. Ile ya USAID ilifungwa na watu wakaenda. Wafanyikazi wakaenda. Sasa hii wako na wafanyikazi wachache ndio anaangalia malaria, ndio anaangalia TB, anaangalia HIV. Sasa tukiwa na watu wengi, tuseme hii namba ya 1.4 million sasa imeenda like 10 million Kenyans, watakuwa na wanaenda wapi? Sasa itakuwa so young people wajue hii hali, hata tena kumeza dawa lifelong ni ngumu. Na HIV ni latent virus, haitaua kama COVID. Unajua COVID ukipata sasa hii, if you get vaccine or treatment utapona, or within 24 hours utakuwa umekufa. But HIV itakaa na wewe lifelong. Hata ukiwacha dawa utakuwa tu ukae hospitali. Kuna wakati tulikuwa tunaenda Kenyatta, a whole floor ilikuwa imewekwa kwa wale ambao wako na virusi. Naam, tutakuwa tunarejea kuzungumzia hayo na mengine mengi, tukiangazia zaidi pia labda katika kupeana huduma hizi ni yapi ambayo sasa hivi yamekuwa changamoto tangu kukosekana kwa ule ufadhili, na vile vile katika masuala ya kugatuliwa kwa huduma za afya, yapi ambayo yanakuwa changamoto katika kudhibiti virusi vya HIV. Kama alivyosema Nelson, sio kutibu lakini ni kudhibiti makali na kuzuia maambukizi. Mtazamaji, nitakuwa narejea hivi punde, lakini kwa sasa naingia madukani na kusihi usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, na shukran kwa kuendelea kusalia nami. Naendeleza mazungumzo kuangalia hali ya HIV nchini, tukiangalia visa na takwimu ambazo tumekuwa tukiziona katika taarifa, ikiwemo visa vya maambukizi mapya baadhi ya kaunti na maeneo ambayo awali hayakuwa na ongezeko la maambukizi mapya, lakini sasa yanaonekana kuwa na maambukizi mapya ya HIV, na vile vile pia kuangazia yale maambukizi kati ya mama na mtoto ambayo kama wadau walivyoeleza studioni sana yanachangiwa na zile mimba za mapema. Ikiwa umri ule mdogo, wengi wanaopachikwa mimba wakati mwingine wanapachikwa mimba na watu walio na virusi hivyo ambao ni wa umri mkubwa kuwashinda, na kwa kukosa kuogopa kwenda kliniki kwa sababu ya ule umri mdogo, basi inakuwa hatari ya wao kupata vile virusi na pia labda kuambukiza yule mtoto aliyembeba tumboni. Tunaendelea kuangazia pia masuala mengine kama huduma na programu ambazo zinasaidia kudhibiti na kupunguza makali na hata kuzuia HIV ambazo huenda zimeathirika na kule kuondolewa kwa ule ufadhili wa USAID, na yapi ambayo yanafaa kufanywa kuhakikisha kwamba hatufiki kiwango ambapo tunashindwa kudhibiti programu hizi na huduma hizi za kiafya. Studioni naendelea kumhusisha Nelson Otuoma ambaye ni mojawapo wa wadau katika muungano wa NEFAC, na pia namhusisha Cleopatra Wanjiku akiwa ni mwanaharakati anayehamasisha na kutetea masuala ya HIV, na namhusisha Mheshimiwa Linda Kiome Gitonga ambaye ni naibu gavana kaunti ya Meru. Karibuni kwenye awamu ya pili. Asante. Nilikuwa nimpatie Cleopatra nafasi azungumzie jambo ambalo Nelson ameliibua na kidogo pia mheshimiwa amelizungumzia, la yale maambukizi ya mama kwa mtoto ambayo mara nyingi kama walivyotaja wenzako yanatokana na mimba za mapema na ule umri mdogo na kutopimwa mapema, kwenda kliniki mapema, na kisha mwishowe inaishilia kwamba yule mtoto aliyobebwa tumboni anaambukizwa, ama hata katika masuala ya kunyonyesha. Hili linafaa kudhibitiwa vipi? Ukiwa wewe ni kijana na unazungumza na vijana wengi katika kuhamasisha kuhusu HIV na pia katika kusaidia wale wanaoishi na HIV kujua jinsi watakavyoweza kudhibiti makali ya virusi hivi. Alright, asante sana. Jambo la kwanza ni it's very sad. Unapata kama venye Mr. Nelson amesema, unapata mpaka mtoto wa 14 years akona mtoto mwingine. And mimi husema kama mtoto alikuwa at the risk ya kupata huyo mtoto, they were the risk ya kupata HIV, na pia hapo ni penye tuko na sexual and gender based violence. Either alinajisiwa or amepatana na mtu, and that's why we are saying hizi mimba hazitoki kwa watoto wengine kwa sababu the high infections zenye tuko nazo ni za wasichana. Most women are the ones, the majority ni sisi wanawake. And chenye naweza sema ni ati hawa watoto, just like Mhesha said, kuko na youth friendly services ziko. And I'm so happy that the government imejaribu, at least kuna clinic ukienda, but they're not at the community level, kule chini kabisa hakuna. Na tunapata hizo
teenage pregnancies zinatoka kwa village huko chini, kwa sababu hata kama information iko, utapata mtoto utaongea naye na atakwambia mimi sikuwa najua ati nikishiriki hili tendo nitapata mimba. Hakuwa anajua. That means hii information haijawafikia hawa watoto. And what we are supposed to do, tuwaambie ukweli. I was given an example. Sisi when we were growing up, tulikuwa tunaletewa hiyo sensitization about HIV and those images na hizo vitu zote. Sahi we cannot instill fear. Hii generation si ya kuambia hivyo. This generation that is here today, kuna simu, kuna nini, they can access anything at their disposal, and that's why you'll find it's very easy even to get a 10-year-old who is sexually active. Na wakati zetu hakukuwa na vitu kama hizo. So chenye tunafaa kujua ni ati hii generation inajua kila kitu, but we are supposed to disseminate the right information. Me believe that information ndio power. Mtoto akijua that ukifanya hivi it happen, that is the first thing that we need to do. The next one is venye Mhesha amesema let's take action. Unapata mtoto amenajisiwa, mtu amejulikana ni mtu mzima, ni mbaba, ni nini amejulikana, but ataenda ongea na mzazi pengine, unaona, and then the leading thing to that is poverty. We have very poor backgrounds yenye mzazi anajiuza, mtoto ameenda pia yeye ameanza and you find mzazi kama huyo akienda ambiwe huyo mbaba awape kitu, awape ng'ombe, awape nini, awape pesa, hadi pesa, hiyo kesi inasaulika, but tunapata kuona huyo mtoto ni yeye anabaki akisafa. Atapata huyo mtoto aende akitafutia huyo mtoto apate mtoto mwingine, and all those things zinamweka at the risk of all these things. If you look at SGBV, sexual and gender based violence, hizo ni vitu zenye zina happen bado the 90% kutoka kwa young people, kwa sababu watakomba hao ni watoto, hawajui hata kudeal na ndoa ama ni nini. That is where there will be sexual abuse, watakuja and those violences, and then kuna femicide na watu wanakuja kuuana. So chenye tunafaa kufanya as a community, hii si kazi yangu, hii si kazi ya Mhed, si kazi ya Mr. Nelson, ni kazi yetu sisi wote. Even the media, you have a duty and a role to play. Wazazi tuliachilia watoto, tukasema wakienda shule mwalimu atamwambia, but tunasahau pia mwalimu ni mzazi. Hataweza kuambia mtoto as much as anamfunza, they will not give the correct information kabisa. And again, the school curriculum see the same. You will not, hata mimi siwezi enda kuambia a 10-year-old to use condoms. It's not allowed. No. Tunafaa tumwambie abstain. Tell them you need to abstain. But the same information, siwezi enda kuambia mtoto wa 14 years or 15 years who I know clearly they are sexually active, nimwambie abstain. Hawatakubali. But huyo unafaa kumwambia there's a condom, use condoms. Jizuie kwa hizi vitu zote. So tunafaa pia encourage hawa watoto wanafunza watoto wengine in the best language that they can. Kwa sababu pia sisi tukijaribu kupasi information, naonanga nikienda na I come from Githurai, when I go and pass that information at my age, unaona ni kama wanaona wewe unajua wewe nini, but if you get mtu mwenye ako age group yao akuwe trained, let's have trainers of trainees. Wanafunzwa wanaenda wanaongelesha hawa wengine, na utaona hizo gaps zote tutakuja tukiwa tumezifunga. Yeah. Naam. Mheshimiwa, ni yapi ambayo yanaweza kufanywa katika kuboresha huduma ambazo zinatolewa na wale wahudumu wa afya wa nyanjani, yani CHP, community health promoters, katika kuboresha masuala ambayo tunayazungumzia, kwa sababu kitu ambacho kinajitokeza ni kwamba hamasa imekwenda chini. Watu hawapewi ile information kwamba kuna virusi vya HIV vinaweza kupitia ama kuambukizwa kupitia njia hizi na hizi. Ukiwa umri huu unafaa kukaa mbali na ngono, na ukiwa umeanza kushiriki unafaa kutumia kinga. Nani wanaweza kusaidia vipi katika kuhakikisha mbali na kwamba hizo huduma hazifiki za ladha, pia mazingira ambayo ni ya vijana kama alivyotaja Cleopatra kule mashinani, lakini wao wanakuwa kiungo muhimu katika kuhakikisha wanasaidia kwenye hilo pengo? Asante sana. Pale kwa county sisi tumehamasisha our county health workers and also county health promoters, the CHPs themselves, the health workers and the CHPs themselves, ndio waweze wakati ambapo wanapatana na wagonjwa na wakati ambapo wanaenda kwa community kufanya ile kazi ambayo wanafanya ya health promotion, tumewafanyia training na ndio waweze kuongea mengi zaidi kwa contact people ambao wanapatana nao on a daily basis. Waweze kuwakumbusha maneno ya HIV. Ukiangalia siku za saizi
ni kama hakuna watu huongea maneno ya HIV. Sio media, sio social media itself, not even the national government, not even our county government. Wote, hakuna wale ambao wanaongea maneno ya HIV. Hapo kitambo ulikuwa unafungulia TV, at least unapata kwa siku 3, siku moja kuna masomo ambao wameweka pale ya virusi ya HIV. Lakini sasa ni kana kwamba kila mtu amenyamazia hiyo maneno. Na ndio maana unaona teenage pregnancies zimepanda. Lakini pale kwa county tumeanza kuchukua jukumu ya kuwa sasa health services zimewekwa kwa serikali zetu za ugatuzi. Na kwa hivyo ni lazima tuweze kuchukua hilo jukumu kama serikali ya ugatuzi kusimamilia maneno ya afya. Na sasa maneno ya HIV sisi tumeweza kufanya hata monthly, kwa kila mwezi tunafanya mentorship ya health workers kwa private hospitals, kwa public hospitals, ndio waweze kuwa na ile kuchukulia ile nafasi yao wakati wanapatana na wagonjwa kwa hospitali zao, waweze kuwahamasisha na kuwakumbusha. Vile dadangu alisema siku hizi vijana hawaogopi mimba, hawaogopi virusi, wanaogopa mimba. Na sasa sisi tukiangalia mimba haina majukumu kubwa kama ile gharama ambayo virusi zinatupea katika bajeti zetu. Na sasa na lazima tushughulikie maneno ya wale wagonjwa wote ambao wako na hii virusi. Lazima tuendelee as a county government kufanya contact tracing. Mgonjwa akifika pale hospitali, amepimwa, amepatikana ako na virusi, tukuweza kuzuia hii virusi kuenea zaidi. Yeye amekuja hospitali yako anajua partner wake, kama partner ni mmoja, lazima county health worker aweze kufanya ile contact tracing na kutafuta the partner, ndio waweze kuja na yeye hospitali, waweze kupimwa, na pia yeye waweze kuanzishwa kuendelea kuchukua dawa. Dawa ziko kwa sasa, lakini USAID imetoka. Hizi international bodies zimeanza kutoka ndani ya Kenya. Inamaanisha gharama kubwa ambayo imebaki ya kusimamilia matibabu, na ni right yao kupewa hizo dawa. Lazima tutafute namna, na vile Bwana Nelson alisema, miaka ingine 5 ambayo itakuja, tutakuwa na mzigo kubwa sana. Na hii mzigo inaenda kwa taxpayer. So lazima tunatafuta njia. The county health workers, lazima na sisi tunaongezea. At the moment tuko na 36 health workers pale ambao wanaweza kufanya training, ambao wameweza kufanya kazi ya kushughulikia tu maneno ya HIV. Lakini ukiangalia for a whole county, hawa hawatoshi. Na ndio maana tumeanza monthly, kwa kila mwezi tumeanza training ya hawa CHPs, sababu ni wengi na wanaingia mpaka kwa kijiji, waweze kuchukulia hiyo jukumu. Wakienda kuongea na watu nyumbani, wanaenda wakiongea maneno ya HIV prevention na vile ambao watu wanaweza kupata zile dawa. Bila shaka. Nelson, tukiangalia programu na huduma ambazo zimeathirika na kukosekana kwa ufadhili, zipi ambazo zimeathirika zaidi? Kwa sababu tunajua kuna masuala ya dawa zenyewe, kuna ufadhili mkubwa ambao ulikuwa unaweka support kwa zile dawa, na kuna ufadhili wa kufanya vipimo na masuala ya kudhibiti makali, na hata labda kusaidia katika masuala ya kuzuia pia maambukizi. Pengine kabla nichangie hiyo swali lako, kuna kitu pia nataka nitaje. Unajua hii mambo ya tunaongelea hapa, mambo ya HIV, ukimwi imeua watu sana 90s. Wakati President Moi alikuwa anasema hii ni janga la kitaifa, kila siku watu 700 walikuwa wanaenda chini. Sasa ndio, na hii kwa Kenya peke yake, South Africa, all the world, people were dying. Na wanasiasa na wanasayansi pia wamefanya kazi, ndio wamekuja na antiretroviral therapy. Ile dawa tunaita ARVs, iko na power kidogo, inaweza saidia hata pande ya prevention. Maana yake tunasema treatment is prevention. Juu vile Cleopatra alikuwa amesema, ukipimwa uko na virusi, alafu siku hizi Wizara ya Afya wamesema test and start.
unakuwa tested, because huko mbele walikuwa wanasema unapimwa alafu watakuwa wanapima CD4, wakati CD4 imeenda 250 ama 350 ama 5 unaanza dawa. Ile dawa ilikuwa na ilikuwa ARVs ile mingi, watu walikuwa na hatukuwa na fixed dose combination dawa moja, ilikuwa na kwanza ilianza huko mbeleni, ile dawa ikiwekwa kwa sahani ni kama unakula githeri ile unameza 2 hours. Lakini sasa sayansi ikakuja mpaka sasa hii kuna 1 pill daily fixed dose combination. Na hii dawa wakati umepimwa na umewekwa kwa hii dawa, ukiadhere unafika kwa ile lugha ya kimombo tunasema you are suppressed. Wakati umekuwa undetectable which is untransmittable, unakuwa suppressed, chances ya kupeana hiyo virusi is reduced hata kwa mtoto. Sexually it is reduced completely, lakini kwa mtoto depending on whether you ate or sasa imezoea. Ndio tunataka kama tunaweza test wa Kenya wale ambao wamekubali, tuweke testing tujue ni nani yako na virusi, alafu ifanywe mawaidha, kuelimishwa na counseling, watu waingie kwa dawa. Hiyo inaweza changia sana sana hii new infections. Na hiyo ndio imesaidia. Otherwise hii tungekuwa full blown as a country or even as the world, ingekuwa tumekuwa mbali sana. So hii dawa iko na hiyo power ya kusaidia na kuzuia new infections. Lakini sasa tulikuwa tunaongea mambo ya external funding. Juzi tulienda Wizara ya Afya tukatafuta waziri, katuma representative, tukapeana barua. Na ile tumeangalia na hiyo, kwa hiyo barua tumesema, tumetumia lugha ya Kizungu, tumesema tunataka Kenya ifanye reset ya HIV program. Juu tumeangalia, tumefanya kazi karibu na NSDCC na NASCOP na Wizara ya Afya na counties. Ile HIV program tuko nayo sasa hii ni donor driven. But that donor has gone. Sasa hii hata huwezi enda afya useme treating somebody for 1 year ni how much, hawajui. Hiyo ilikuwa mambo ya donor. Calculations ikifanywa inapelekwa PEPFAR, zingine ikifanywa inapelekwa Global Fund. And I think huko mbeleni wakati tulikuwa na pesa, we probably were extravagant. HIV prevention, HIV treatment need not to be expensive. Sasa hii tukae chini tukubali ni shida yetu, ni janga letu, tumebaki naye. Sisi ndio tutakuwa tunatenga pesa. Hata tukisema SHA, ni sisi, ni taxpayers ya Kenya ninawekwa hapo. Sasa ukiweka watu hapo 1 million na kila mtu anahitaji 1 million in 1 month, itachukua pesa yote. So Wizara ya Afya irudi iseme hivi ndio tunataka kudeal na virusi yetu kama janga letu, alafu tujue tuko na bahati. Sasa hii for the next 2 to 3 years bado tutakuwa na dawa ya PEPFAR na Global Fund, hata kama wameenda ARVs bado itakuwa. Ile kitu sasa hii ni changamoto. Tumeona facilities ilikuwa supported na USAID, health care workers wameenda. Sasa ukienda kuchukua hiyo dawa unaitishwa consultation fee. Na hii consultation fee unataka kwa young person or a poor person who does not have, hata hakuwa na fare ya kukuja kuchukua dawa. Na ile kitu imeleta yeye hapo ni kuchukua kupek tu, hata hataki kuona daktari. Hakuna kitu consult. Huyu ni mtu amekuwa kwa dawa, is virtually suppressed. Alafu amekuja kuchukua dawa for the next 3 months. Sasa wewe unaambia enda huko uanze kuuliza swali, are you registered with SHA? Na umelipa SHA, are you paid up? Mpaka sisi NEFAC tumeambia all NEFAC members register with SHA. Kushinda hiyo wanaenda wameregister na SHA, facility bado inataka 500 ama 1000. Hiyo ndio watu hawana. Number 2, wakati wameingia sasa wale ambao wako na hiyo 500 sasa wanapelekwa hospitali, wanaambiwa, and healthcare workers ni watu wazuri sana. Wafanyikazi ya afya wanasema ukweli. Wanasema mimi niko na dawa hapa nitakupatia for 3 months, lakini hii mambo unataka ya viral load, ya CD4, ya kidney problem, liver function, hii uende ufanye kwa private facility, alafu ulete na result nijue vile sasa mimi nitakuwa napimia wewe dawa. Hiyo ndio sasa watu hawezi kuafford. Hapo hiyo ilikuwa inalipwa na sana viral load ni PEPFAR na USAID ilienda. Sasa hapo ndio SHA ichangie, because SHA walituambia ni for chronic and critical illnesses. Virusi ya HIV wakati unaishi naye na uko kwa treatment ni chronic disease, because haitakuwa na disease zingine, wewe uko sawa, lakini ni vile tu uko kwa dawa.
So hiyo kuangalia kama dawa inafanya kazi kwa viral load, hiyo ndio SHA isimamie. CD4 inasaidia sisi kujua pengine TB imekuja mahali, pengine kuna ile kitu tunasema sasa hii ni advanced HIV disease. Wakati tulikuwa tunaanza ulikuwa umesema karibu 20,000 pia walikufa, those are AIDS related deaths. Sasa kwa nini watu wakufe na kuna dawa ya free? Wale ambao wanakufa ni wale ambao wameinterrupt treatment na wale ambao hawajapimwa wajui. Na tunataka mtu interrupt treatment, na sana ni young people au waelewi, anasema na sasa mimi natibu nini and I'm not sick. Lakini sasa hiyo inatakikana wakae na health worker. Alafu ya mwisho kuna changamoto pia ya healthcare workers. Counties wamejaribu vile wanaweza. Mpaka dakika ya mwisho sasa wameenda kwa CHP. Changamoto ya CHP ni kwamba is my neighbor. Virusi iko na unyanyapaa. Sasa Wakenya pia tumezoea kuongea. Wanasema leo nilienda hospitali, unajua nilichelewa juu sasa nilikuwa napeleka mtoto wa jirani yangu alikuwa na malaria. Na vile ndio wanaongea mambo ya virusi. Kumbe nani huwa kuna virusi. Mwalimu nimeenda nimepata mwalimu wako chini, bado nilikuwa nashughulikia mwalimu. So hiyo mambo ya kujulikana pia inafanya wengine wanapotea mpaka sasa akuje hata hospitali. Akienda hospitali anaangalia akiona ni CHP jirani aingie hapo. Sasa unakuwa tu unafikiri wako na watu wakuji. So tuko na wengi wale ambao tangu February wale ambao tunajiita lost to follow up. Juu ya hii mambo ya user fees, juu ya hii mambo ya healthcare worker yuko na sasa anaona hapo CHP. So tumeongea hata juzi tumetuma watu tuarua kwa governor wa Nyeri na amekubali hapo hospitali pia tufanye kazi na wale ambao wanaishi na virusi kama CHP. Kama ako hapo pengine anaweza saidia wenzake. Pia wakiingia hapo kuna vile wanaprotectiana mambo ya unyanyapaa. Lakini kama ni watu wengine na ni jirani, wengine wataenda watapotea. Lakini ile matibabu ile services bado inatakikana ni sana ya lab. Kupima watu, hizi mambo ya creatinine, hizi mambo ya liver function test, hizi mambo alafu na user fees inaondolewe ama SHA cover, alafu watu waendelee na matibabu. Naam, asante sana. Cleopatra, kwa naona ukiitikia baadhi ya masuala ambayo amezungumzia. Labda kwa kuchangia hayo na kuangalia pia katika hali ya vijana kama alivyotaja Nelson, wengi ndio wanakuwa miongoni mwa wale wanaoacha dawa na kama tunavyojua dawa zinapunguza makali. Punde unapoacha dawa makali yanapanda maradufu na inakuwa hatari zaidi hata katika kudhibiti tena virusi hivyo. Kwa nini vijana wanakuwa katika kundi ambalo wanajihisi ni rahisi kuacha dawa? Ni kukosa tena information ya kutosha ama hamasa ya kutosha kwamba licha kwamba unaweza kuwa unatumia na uhisi ugonjwa wote haimaanishi unaweza ukaziacha. Wanaelewa haswa hatari ya kuacha dawa ni ipi? Na labda unaweza kuchangia baadhi ya masuala ambayo yameibua Nelson. Alright, first nitaanza na vijana, the adolescents. Those are the ones wako na interruption ya dawa sana. And hiyo inaenda down kwa venye huyo mtoto alikuja kujua ya virusi and all that, and it comes down to disclosure. Tunaita disclosure. Most of the parents hawataki kuambia watoto ukweli. Ukianza kumeza dawa, mtoto amemwanzisha, ukiwa mtoto unamwambia dawa ni za kifua, dawa ni za roho, dawa ni za and all that. So huyu mtoto ataendelea na atashindwa, kwani siumwi na kifua, siumwi na tumbo, kwa nini niendelee kumeza hizi dawa? So that disclosure, na mimi usema mimi nilijua juu ya hali yangu nikiwa 13 years na niliambiwa ukweli. And I started on treatment, but it doesn't mean pia mimi siku interrupt. Interrupt nikiwa high school, na unaona most of these young people, our adolescents ni wenye wako shule. Mtoto ameenda boarding school, watoto wengine wako na wao wanajiwekea dawa kwa box, anaogopa juu tumesema kuna unyanyapaa. And kids are very inquisitive, watakuuliza kwa nini unakunywa dawa, kwa nini unameza dawa. And then unaelewa sahi watu wamesoma. Hata watoto dawa zinaletwa kwa TV. Hata nilikuwa nasema hii time ya Trump, there were so many disclosures, unwanted disclosure, kwa sababu dawa zimekuwa hapo. Kama ulikuwa unadanganya mtoto dawa ni za nini, zilikuwa zinaonyeshanwa kila siku kwa TV. So mtoto akijua, wengine wanakuwa na hasira. Haukumwambia ukweli, kwa nini kuniambia ukweli? So most of them hata waamezi dawa kwa sababu they feel wanataka kupunish mzazi. Na unaona they are teenage age pia wao, they are sexually active and all that. So kitu ingine na inachangia ni juu ya stigma. Watoto wengi wako university, wako wapi, wako makwao, amejua, lakini pia wao wamejua kivyao. Young people, umejua kivyako, unaishi na mzazi, hautaki mzazi ajue, hautaki wenzako wajue, and you find leo utameza, kesho utameza. Na unaelewa ARVs unafaa kumeza kila siku. Ukimeza leo, ukimeza
dawa yenyewe ita create resistance kwa mwili na haita kusaidia at any point. Then nilikuwa nataka kusema hiyo venye we were saying the assumption. Mimi nikianza dawa nilikuwa na meza dawa 7 venye amesema. That is, I was 13 years. And you can imagine 7 tablets ukianza nikapata TB nikaongezewa za TB and all that. But now dawa ni moja. Watu wana assume ni moja. Kama ni moja si nikumeza. But I tell people, take example, kila siku uchukue kitu hata kama ni kama hindi, haiwezi kuua. Kila siku tuseme keep time ni saa 1 ama ni saa 2 juu you have to use the exact time. Na uniambie umeze 1 week only, kila siku niambie ni siku ngapi utasahau, ni siku ngapi you'll keep time, so it's not easy. Na hiyo ndio information tunafaa kuambia these young people, waambie ukweli. It's not easy. Hata kama ni dawa moja, it's not easy. Na treatment si kumeza dawa. Long life treatment si kumeza dawa, ni kwenda clinic, ni kwenda hizo vipimo, ni kufanya hizo vitu zote. And then kitu ingine, hizi dawa ziko very toxic. And you'll find pia watu wengi venye wametumia zinaleta hizo kidney issues. Na ndio maana as we are saying the services that are not available right now, Judona ametoka ni hizo services. Na unaona kama natumia hizo dawa lazima kidney zangu niangaliwe kama ziko sawa, lazima niangaliwe liver kama inafanya kazi. So it comes with a lot of things, but the moment we just keep saying, tukiambia watu dawa ziko ni sawa ziko, but si rahisi. Hiyo dawa watu ukimeza it's very toxic, inakuletea madhara zingine. So we need to keep emphasizing. Na mimi nita insist on you, the county, Mhesh is here, and attack na Nelson, who are people who are at that position, and the media too, tuambie vijana ukweli, tuache kufichilia. These are not the times wakati wa mama zetu. I lost my mom to stigma in 2001. Si wakati tunafaa kuongea HIV under the carpet. Hizo sio wakati, kwa sababu iko na ina happen na iko hapa. Yes. Na asante, nitakuwa napata maoni ya mheshimiwa, lakini kwa sasa naarifiwa kwamba ni muda wa kuingia madukani. Itakuwa tunajua iwapo masuala aliyozungumzia Nelson kwa upande wa ugatuzi yapoje. Hizi huduma ambazo sasa mwanzoni hazikuwa zinalipishwa katika hospitali za umma na sasa kunahitajika ada, swala ambalo baadhi ya wahudumu wa afya wanalisababishia kuchelewa kwa kupata kwa dawa kwa mtu ambaye anazihitaji. Kama tunavyojua haziwezi kusimamishwa, lazima upate, zinapokaribia kuisha unachukua zingine. Labda ni yapi ambayo yanafaa kukaliwa na kuzungumziwa katika serikali za ugatuzi, na pia labda kuwa na ujumuishi wa mazungumzo katika ngazi za serikali ya kitaifa kuhakikisha mbali na kwamba wahudumu wa afya wanaambiwa kazi yao ni ipi na pia wanaweza kumudu vipi wagonjwa ama watu wanaoishi na virusi vya HIV, lakini pia katika umuhimu wa kutocheleweshwa kwa dawa zenyewe na katika kufanya vipimo vingine ambavyo ni muhimu katika kuchukua na kutumia dawa hizo. Mtazamaji, yote hawa nakujia ndani ya muda usiokuwa mrefu, na kusihi usiende mbali. Karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nami, tukiendelea kuangazia swala muhimu la hali ya HIV nchini, na tukiangazia wapi ambapo tunafaa kuelekea, na tukijua kwamba ufadhili sasa hivi umekatizwa, ambao ilikuwa ni kiwango kikubwa cha fedha zinazofadhili kudhibiti maambukizi na pia kuweza kudhibiti makali ya HIV. Tumejipangaje kama taifa na hatua zipi ambazo tunafaa kuzichukua sasa katika kuzuia maafa zaidi na kurejea nyuma katika hatua ambazo tumezipiga mbele kufikia sasa tangu kuanza vita hivi dhidi ya HIV? Nimpatie fursa Mheshimiwa Linda Kiome Gitonga ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Meru azungumzie masuala ambayo yameibuliwa na Nelson ya ladha baadhi ya matozo ambayo hayakuwepo awali kwa wale wanaoishi na virusi vya HIV. Wamekwenda kuchukua dawa katika hospitali ya umma, kuna vipimo ambavyo baada ya muda fulani wanafanyiwa, kwa sababu kama alivyotaja pia Cleopatra, dawa hizi zinaathiri utendakazi wa viungo kama ini na figo. Kwa sababu unapotumia dawa yoyote, iwe ni ya HIV ama magonjwa mengine yoyote, vitu kwenye mwili vinavyotumika sana ni figo na ini. Na kwa mtu anayetumia dawa kila siku, ni vipimo ambavyo vinahitajika kufanywa kujulikana hali yake ya afya ipoje, figo zake zipoje, ini lake lipoje, kabla ya kuendelea kupokea dawa hizo baada ya muda. Vipimo kama hivi na pia vya kuangalia viwango vya virusi vya HIV ambao ni viral load, labda kuna mazungumzo ambayo yamefanywa tangu tujue kwamba ni zaidi ya miezi 10 sasa tangu ufadhili ukatizwe. Tumejipangaje kama serikali, iwe ni ya county kama serikali ya kitaifa? Mazungumzo yameanzishwa kujua kwamba vipimo hivi basi vitakuwa vinaweza kufadhiliwa aidha na fedha za SHA ama ni fedha zipi ambazo zimetengwa katika kuangalia maslahi ya wanaoishi na virusi hivyo vya HIV? Asante, wacha niongelelee jimbo letu.
na gatuzi letu la Meru County. Sisi tumejipanga ya kuwa wakati ambapo dawa hakuna ambazo zilikuwa zinafadhiliwa, sisi tumeweka budget ambayo itaweza kutusimamilia kwa muda fulani. Of course budget zetu huwa za mwaka. Hivyo ndivyo tumejipanga. Tumeangalia tukaona ya kuwa katika national government hakuna pendekezo lolote tumepata kutoka kwa national government kusimamilia maneno ya HIV. Lakini pale kwa serikali yetu ya ugatuzi, hatuwezi funga macho tuseme tunangojea national government ikuje itupatie way forward, ama ikuje tuambie vile ambavyo tutasimamilia ile gap imewachwa na wafadhili ambao walikuwa wamesimamilia. Kwa hivyo kwetu tumeweza kuweka budget ambayo tunafikiri itasimamilia wale ambao wamekuwa wakipata dawa kwa hospitali zetu kwa sasa. Lakini tumeongea maneno mengi. Tumeongea maneno ya more patients, new cases. Hiyo nayo lazima tutaweza kusaidiwa na wafadhili. Sijui kutaenda aje kwa sasa. Lakini tungeomba sana serikali kuu ingeweza kuweka mikakati ambayo itasaidia, hata kama ni kuongeza budget zetu za health, budget zetu katika county, katika serikali zetu za ugatuzi. Hiyo itaweza kutusaidia pia sisi tukifanya budget yetu ya health tuweze kuongezea pesa ambazo zitasimamilia hiyo madawa yote na testing za patients ambazo sasa hazitakuwa zinaweza kusimamiliwa tena. Kupea patient hiyo jukumu ya kujisimamilia kulipia tests ambazo zimekuwa zikisimamiliwa, tunaleta changamoto. Mimi naona changamoto pale. Wengine hawatakuwa wanakuja hospitali sababu wanaogopa kwenda hospitali na hawana pesa. Inamaanisha kuwa kama yule ambaye alikuwa na viral load ambayo iko suppressed na ameshindwa kukuja hospitali kuchukua dawa sababu ameambiwa kuna consultation fee ambaye ataweza kulipa na pesa hana, sio kukukataa. Inamaanisha wale wengi sasa wataacha kukujia dawa kwa hospitali. Hata kama sisi tutakuwa tunasema dawa tunapeana vile ambavyo dawa zilikuwa zinapeanwa. Changamoto ambayo naona ya pili, serikali kuu na His Excellency the President Dr. William Ruto jana akiwa Meru aliweza kuambia waumini mahali ambapo alikuwa kwa kanisa Inigembe Central, akasema ya kuwa serikali yake inasimamilia free primary health care kupitia SHA. Na sasa kama ni free primary health care inasimamilia wagonjwa wa HIV, hiyo ni changamoto moja ambayo ninaona. Ndio kama ni serikali yetu ya ugatuzi kupitia kwa wizara yetu ya afya, tunapaswa tupatiwe recovery ya hiyo pesa ambayo tutakuwa tunatumia kwa patients pale ndani ya hospitali zetu kutoka kwa national government kupitia SHA. Kwa hivyo mimi naona hivyo wanasema wagonjwa wanapaswa wasimamiliwe na SHA ni muhimu sana. Pia itasaidia our health system kuweza kutumia pesa vizuri kutafuta dawa mingi zaidi ya kutumia hizo pesa kufanya testing. Na mimi nakubaliana na wao, testing ni muhimu sana. Sababu wasipofanyiwa testing inamaanisha daktari hataweza kujua dawa ambayo anapaswa kukunywa na kiasi cha dawa. Na kwa hivyo kama kweli hii SHA inapaswa isimamilie free primary health care, basi tunaweza classify ugonjwa wa HIV na test zake zikiwa zinasimamiliwa mojawapo wa zile zitasimamiliwa na free primary health care.
Naam, bila shaka nafikiri ndio mambo yaliyowapeleka kina Nelson na wakereketo wengine wanaoishi na virusi vya HIV na hata wale wanaharakati katika barabara za Nairobi siku ya Ijumaa. Na sijui kama Nelson kuna mazungumzo yoyote ambayo yananukia taku nyinyi kuingia barabarani, na baadhi ya lalama hizo nahisi kwamba kuna mazungumzo ambayo huenda yakachipuka katika kutatua hayo, ama bado mnasubiri kusikia hayo. Na unapojibu hilo pia, kuna chanjo ambayo tumeiangazia katika taarifa zetu hivi punde ambayo imekuwa na taarifa ambayo sio ya sawa kwa baadhi ya watu walivyoipokea, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanahisi ni chanjo, na unajua chanjo kwa wakati wote inatumika iwapo ni ya kuzuia ugonjwa. Kwa mfano ukidungwa sindano ya chanjo ya COVID utakuwa unaweza kutopata ile COVID, lakini hatuna tiba ya HIV. Kwa hivyo ni vizuri mwanzo watu wafahamu kwamba hii si chanjo, ni sawa na zile dawa za kuzuia exposure, yani kama PrEPs, ambayo inatolewa kwa njia ya sindano na ni sindano 2 kwa mwaka. Na labda kwa kuizungumzia tu gharama zake nafikiri tumezitaja katika taarifa, lakini kwa yule anayetazama kuelewa zaidi sindano hii inakuja kama nini na itakuwa inaziba pengo gani. Alafu pia unaweza kuzungumzia baadhi ya masuala aliyoibua mheshimiwa, iwapo mazungumzo yameanzishwa tangu kupendekeza kuwepo kwa kujumuishwa katika huduma hizo kwenye SHA. Sawa, wacha nirudie mambo nilisema hapo mbeleni. Sisi katika NEFA, ingawa ni shirika sio ya serikali, tukifanya kazi sana karibu na NASCOP na NAC wakati ya baada ya waekwa NSDCC. Sasa sisi ni partners na Wizara ya Afya, na wakati unataka kuelezea partner kitu kama mambo iko sawa, mnakaa chini vile tumekaa hapa, na alafu tunasema vile tumekaa na deputy governor wa Meru. Uendi kwa streets na upeleki barua. Ukiona watu chukua barua wanapeleka, na inalingana pia na vile madam amesema. Rais alikuwa amesema hapo mbeleni before hata aende Meru, wale ambao wako vulnerable hata SHA serikali italipia, itasimamia. Na sisi wakati tumekaa tunafikiri, wakati rais amesema kitu hiyo ni policy, lakini rais wetu tunaona kuna nyambo anataja lakini napitia tu. Akisema kitu anasema kitu na hiyo kitu haifanywi. Sasa inafanya bado tunastuka, tunasema huyu partner wetu lazima tuone vile tunaweza piga kelele kidogo ndio tuende. Sisi tulikuwa tunasema kwamba, na tumerudia mara mingi, wale ambao wanaishi na virusi sio wagonjwa. Haitakikani waende wakae hospitali. Haitakikani waende wakae ward. Kama kuna wachache bado wako na shida, wako na advanced HIV disease, pengine wako na kifua kikuu, wanaweza kaa hospitali one night, one day, alafu wanarudi nyumbani. Wakati wamekaa nyumbani na wanapata matibabu nyumbani, hiyo pia inasaidia health systems. Watu wasikae wakijaza hospitali because kuna needs wa mama wanataka kuzaa, kuna watoto wako na fever, kuna malaria endemic zone where people go to the hospital. Kama uko na virusi, wewe uko tu na chronic medical condition, umeze dawa yako na ukua unaenda kwa facility. Na utakuwa unaenda tu kwa facility kama unapata mawaidha na unapata matibabu na ile services zote unataka mpaka ya laboratories. Ile shida ilifanya watu waende streets. Sana NASCOP na Wizara ya Afya wamerudi, wameangalia kuishi na virusi ni kama ile kitu unahitaji peke yake ni ARVs. Hiyo iko na wanapeana. Lakini sasa vile ARV inafanya kazi kwa mwili, hiyo hawajajalia. Ndio tunataka kama wana pesa, hiyo ndio why tuliambia watu wanefa register na SHA. Na SHA isaidie. Sasa kwanza tulifanya mkutano na chairman wa Benefits and Tariffs Authority ambaye ni Professor Jaoko, na anatuambia it will take time, lakini wameanza kushughulikia. Alafu tukarudi NASCOP tukasema weka hiyo minimum package. Hapo mbeleni nilikuwa nimetaja hapa Kenya, what is your agenda for HIV? Ile tunafanya, ile mapangilio iko sahihi, ni donor driven and it is very expensive. So NASCOP ile inatakikana wakae chini waseme, na wa serikali ya ugatuzi ndio wako na jukumu, waseme sisi tuko na hii namba ya wale ambao wako na virusi, hii namba iko kwa first line, hii namba iko kwa second line, this is the amount of money we need and these are the services. Nikiwacha hiyo sasa, ulikuwa unasema mambo ya PrEP. Na PrEP tumekuwa naye hapo mbeleni Kenya. Tumekuwa mpaka na Kabele, tumekuwa na Truvada. Ilianza na Truvada. Truvada ni same tu na ARV na unameza kila siku. Alafu Kabele ni ile ilikuja unaweza, wengine ni 1 week, wengine ni weekly. It's like also long acting. Maana yake nilikuwa nimesema wanasayansi pia walali wanaenda kuchangia. Sasa juzi wakakuja na Lenacapavir. Tunaita Len. Sasa hii Len sasa hii
ile changamoto iko kubwa, hatuna generic form. Ile dawa yote tumetumia hapa Kenya ni generics. It's not originally patented because we are, although we say sisi ni lower middle income, lakini this is a poor developing nation. So if licenses are given to companies, like even in Kiambu wana manufacture ARVs, Universal do that, na wana export, hata Global Fund inaprokewa. Lakini sana sana yetu huwa tunapata India na China, lakini ni generic form. Very effective and they work very well. Lakini originally patented medicine hiyo bado hatuwezi afford. So hii Len ni dawa imetokea na Gilead. Gilead ni kampuni ya kutengeneza dawa ya Amerika, na wamesema sisi tumetengeneza hii iko kwa market. Kama mnaweza afford kuje muafford. Alafu Global Fund imesema hii dawa inaweza saidia watu wengi sana, lakini price iko juu. Sasa tunasaidia nchi zingine pia wakuwe early adopters. Kama Kenya is one of the early adopters. Sasa walisema they'll buy like around 2 million doses, ambaye ni a drop in the ocean. Lakini tukisema Len bado haijafika Kenya, sasa hii haiko. Walikuwa wanasema pengine by next year itakuwa imekuja. Lakini ile mambo tunataka Wizara ya Afya ifafunue ama na NASCOP explainie wa Kenya, hii sio vaccine na hiyo si kiwa. Hii si ya wale ambao wanaishi na virusi, is not part of the treatment. Ni ile ambao wale ambao wanataka kuzuia new infections. Na huko mbeleni tulikuwa tunasema mambo ya watu wa KPs, key populations. Lakini Wizara ya Afya pia imerudi wakaona kuna wale ambao sana rika ya Cleopatra, wale ambao wako negative, lakini sasa their level of getting positive is very high. Tena wanazaa watoto pia wanakuwa positive. Sasa ndio wanakuwa prioritized. Len ikikuja Kenya wakuwe priority wapewe. Lakini the power of the Len is that is twice injections a year. So hii mambo ya shida ya adherence na mambo mingi ya Truvada pengine hapo imesolve, lakini bei yake iko juu sana. Government lazima isubsidize. Kwa sababu ya muda nitampatia fursa Cleopatra alafu na mheshimiwa kutamatisha labda kwa dakika 1.5 kila mtu. Kuzungumzia hayo, tunaona kwamba ni sindano ambayo itakuwa inasaidia katika kuzuia kwa wale ambao wanataka wako katika hatari ya maambukizi. Lakini labda katika masuala ya hamasa na pia watu kufahamu zaidi, kwa sababu naona kumekuwa na furaha nyingi tu, lakini watu wamekosa kuelewa ni kipi ambacho wanakifurahia hasa. We need to give the right information. Juu kuna watu wengi, people even who are living positively, wao naonanga wakinitumia message, tumepata dawa, nasikia imefika. Watu wengine wanaamini hata iko huku. Not people don't understand. This is a preventive measure. It is for negative people. Si sisi wenye tushapata, ni wenye hawajapata maambukizi. It's a preventive measure, na tunafaa kuhimiza watu wasione kama ni cure. Na wengine wana assume ni ARV imekuja, lakini sasa utameza dawa. And hiyo itazuia, because we've seen people who interrupt treatment. Unaona mpaka mtu ameanza kumeza dawa, watu wanaenda kwa kanisa, unaambiwa umeombewa, unaacha kumeza dawa and all that. So to avoid all that, let's pass the right information. Na tunawaambia this is injectable PrEP. Venye tu watu walikuwa na meza PrEP, kumeza kama tembe, it's the same way, lakini sasa hii ni ya kudungwa sindano. It's not a cure, it's not treatment, CRVs, it's just a preventive measure for negative people. Naam. Mheshimiwa, kwa kutamatisha, kwa kuongezea yale yaliyozungumzwa na Cleopatra na Nelson, na pia labda kuangazia tu mikakati ambayo kusisitiza yapi yafanywe, kwa sababu tunaona kwamba kuna mapengo ambayo tusipoyaziba tutakuwa kwenye hatari katika kudhibiti HIV. Kwa haraka, la kwanza nafikiri serikali kuu inapaswa ianze kufikiria maneno ambayo wataweza kusaidia kupitia kwa mlengo wa SHA. Muhimu sana kutoa hiyo gharama kwa patients wetu ama wale ambao wanakunywa dawa ya ARV. Hiyo serikali ikiweza hata kusupplement budget ambayo huwa wanapea county government, sisi tutaweza kujipangia na tutaweza kusimamilia services zote ambazo zinahitajikana. Jambo la pili, Nelson alikuwa ameongea maneno ya unyanyapaa kupitia county health promoters. Unajua vile county health promoters wanafanya kazi katika nyumba 100 karibu na mahali ambapo. Kwa hivyo pia akona swala ambalo linaweza kuongelelewa, kujua vile ambavyo labda tunaweza chukua CHP wa mahali pengine anakuja kusimamilia mahali ambapo yeye hakai, ndio tuweze pia kupunguza hiyo unyanyapaa. Ni muhimu sana mtu aweze kupata service ya ama huduma ya afya ambayo anasikia ako sawa nayo. La tatu,
kupitia gavana wetu wa Meru County, His Excellency Isaac Mutuma Ntwaithingia, vile ambavyo tumeweza ama tunajiandaa kusimamia mawazo ama maneno ya kujaza hilo pengo la HIV kupitia Governor's Cup ambao ni mchezo wa mpira. Governor ametayarisha kuhamasisha vijana maneno ya triple threat, teenage pregnancies, SGBV na HIV infections. Kwa hivyo yetu inaenda kuanzisha mwezi huu ambao tuko na governor kupitia bajeti yake ataweza kuweka camp mingi za kuongelesha vijana, za kuhamasisha maneno ya teenage pregnancy, kuhamasisha maneno ya HIV. Tutakuwa pia tunafanya testing ya HIV pale kwa hiyo sidelines ya kucheza mpira. Ndio pia vijana waweze kujua hali yao ya HIV. Hiyo itatusaidia katika jukumu zetu za kusaidia kupunguza na kumanage health system yetu. Naam, bila shaka. Asante sana mheshimiwa. Hiyo ni kauli ya Mheshimiwa Linda Kiome Gitonga ambaye yeye ni naibu gavana kaunti ya Meru. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako katika mazungumzo. Pia nimshukuru sana Nelson Otuoma ambaye yeye ni mojawapo wa wadau katika muungano wa NEFAC ambao unajumuisha mtandao wa watu wanaoishi na virusi vya HIV. Asante sana kwa kuja na kwa kung'ang'ana na Kiswahili. Tumeshukuru sana. Cleopatra Wanjiku ni mojawapo wa wanaharakati ambao wanaweza kuzungumzia masuala hayo ya HIV na pia kutoa hamasa hususan kwa vijana katika kuzuia kupata maambukizi na pia wale wanaoishi na virusi vya HIV basi katika njia bora ya kuweza kupunguza makali na kuishi katika ubora kwenye wakati ambao wanaishi na virusi hivyo. Asante sana Cleopatra kwa kuja na kwa mchango wako. Na mtazamaji, kufikia hapo nafika mwisho na tamati mwa taarifa za yanayojiri na mazungumzo haya kwa jumla. Na muona mwenzangu Nduo Koth ameshaingia studioni, atakuwa anachukua uskani kukupasha yanayoibuka na kugonga vichwa vya habari kwenye taarifa za News Desk ambao wanaendeleza taarifa hizi lakini kwa lugha ya Kimombo. Asante sana kuanzia waliotayarisha hadi wao waliotazama na kufanikisha matangazo haya. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa, hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.